umeua watoto, umepora mali ya Kenya, umehangaisha kila mtu, umebomoa manyumba yetu, umehangaisha jamii ya Mlima kwa sababu tulikataa kusikia amri ya Mungu kupitia Samuel. Rigathi Gachagwa's onslaught against President William Samoei Ruto is increasingly growing massive, with Rigathi Gachagua not relenting his punches towards the president. Now, this is what I mean. The other day, President William Samoei Ruto, in what seemed to attack the former President Uhuru Kenyatta, said that leaders are always chosen by God and there is nothing somebody can do about it. He tended to insinuate that he was actually chosen by God, despite the atrocities that he is committing against the people of Kenya. Rigathi Gachagua, in return, did not hesitate to tell him, Mr. President, don't you know that even in the Bible has said that God allows bad leaders to take shape? This is after people are warned against them, but they don't take heed of the bad choices that they are being warned of. And him is a case of a bad leader that was given opportunity. This is William Samoei Ruto saying what he gotta say. Kuna watu wanafikiri mapenzi yao ndio mapenzi ya Mungu. Wengine wanatueleza, wanatupatia lecture mrefu. Oh, mimi nilisema, sijui mimi nilisema, sijui mimi nilisema. Ile ulisema ni yako, lakini ile itafanyika ni mapenzi ya Mungu. Kwani kuna kiongozi anachaguliwa kwa makosa? Kuna kiongozi anachaguliwa kwa bahati mbaya? Kila kiongozi, Biblia inatuambia kila kiongozi ama uongozi uliopo umeruhusiwa na Mungu. Kwa hivyo hata uwe na ushawishi kiasi gani ama uwe na mambo kiasi gani, wewe hautaamua, ni Mungu ataamua. Well, this is the comeback that Rigathi Gachagua came with. Nimeona huyu Ruto akiongea pale kanisani akitukana Uhuru Kenyatta, akisema ya kwamba ate Uhuru Kenyatta amefanya makosa kuambia sisi tujihadhari na kutuambia, alikuwa ametuambia tukichagua Ruto tutapata shida. Sasa huyu Kasongo anasema ati yeye alichaguliwa na Mungu na hakuna kitu anaweza fanya. Mimi nataka nikuambie Ruto, ukisoma Biblia, Mungu pia huchagua viongozi wabaya ndio wananchi wajue ya kwamba wamefanya makosa. Huyu Uhuru Kenyatta aliambia sisi, wewe ni mtu baya, tukakataa kusikia. Hii ni ile historia ya Bible. Ukisoma kitabu ya 1 Samuel verse 8, inasema the people of Israel demanded a king so that they could be like other nations. God through Samuel warned them that a king would take their sons for war, take their daughters for service, and tax and take their land. But the people insisted. Despite the warning, the people refused to listen and still wanted a king. God allowed it. God told Samuel to give them what they wanted, and Saul was chosen as their first king. The lesson is, God allowed Saul to rule as a lesson about consequences. Sometimes God permits what people insist on, even if it's not his perfect will. It showed Israel the cost of rejecting God as their direct king. But the good news, as it happened then in Israel, after King Saul, we got David. Wewe William Ruto, Uhuru Kenyatta was Samuel. Alitumwa na Mungu aambia sisi watu ya Mlima,
that you are not fit to lead our country. Uhuru Kenyatta alikuwa Samuel, akatumwa na Mungu atuambie tukichagua William Ruto ataua vijana wa Gen Z. Uhuru Kenyatta akiwa Samuel akatumwa na Mungu atuambie ya kwamba William Ruto atapora mali ya Kenya. Uhuru Kenyatta akatumwa na Mungu akiwa Samuel aambie jamii ya Mlima ya kwamba William Ruto akiwa king he'll persecute the Kikuyu nation. Lakini sisi kama vile ilifanyika Israel hatukutaka kusikia vile Samuel alitumwa na Mungu. Tukachagua wewe, sasa tunalia. Umeua watoto, umepora mali ya Kenya, umehangaisha kila mtu, umemomoa manyumba yetu, umehangaisha jamii ya Mlima kwa sababu tulikataa kusikia amri ya Mungu kupitia Samuel. As if that is not enough, Rigathi Gachagua said that there is a member of MP who is being laid to rest in Nyandarua, and there was a woman leader who was trying to tell them that the president will be attending that burial. So Rigathi Gachagua is not supposed to attend the burial. You know, Rigathi Gachagua has responded by saying, I will be there, in fact, a day earlier so that I prepare for that ceremony. Because you cannot tell me that you impeached me from government, which is okay. But again, you cannot limit me in my freedom of walking to where I want within our home. In fact, Rigathi Gachagua turned the tables around by telling President William Samoei Ruto, you see, you are welcome in Nyandarua, but tread carefully, tread with respect, without too much ado. Here's the clip. Kama sasa tunaenda pale Nyandarua, kuna MP wetu amekufa, ameaga dunia, anaitwa Mheshimiwa Kerao. Kuko na maombi kubwa huko Lokalau. Sasa nimesikia watu wa Ruto, mama anaitwa Faith anasema ati vile rais anakuja huko ati Rigiji na watu yake watakiwi tukuje. Wewe mama Faith, get down. Nyandarua ni kwetu. Huyo Ruto alitufukuza kwa ofisi. Hawezi fukuza sisi ofisi na atufukuze nyumbani. Si ndio? Wewe rais, kama unakuja Nyandarua, Olokau, karibu nyumbani. Na ukuje na heshima. Hapo ni Nyandarua. Kwetu nyumbani. Headquarter ya Maumau. Pahali JM Kariuki alitoka. Karibu na Aberdare Forest, pahali Dedan Kimathi aliongoza vita. Na anybody thinking ati kwa sababu Ruto anakuja ceremony ati sisi naweza kosa, hatuwezi kosa sherehe ya nyumbani. Yeye ni mgeni, akuja kama mgeni, tutamkaribisha vizuri. Na akuja polepole na heshima. Nauliza watu ya Nyandarua wote, Olkalau zote tujae kwa hiyo kiwanja, kwa hiyo stadium. Tukue hapo, nitakuwa hapo asubuhi mapema. In fact, nitafika the previous day ndio nijitayarishe vizuri na watu wetu. You chased us away from government. You cannot chase us from home. What is Rigathi Gachagua trying to do? Rigathi Gachagua is subduing the president. Remember, he promised William Samoei Ruto, the way you are making Kenyans not to sleep, the way you are making difficult the lives of Kenyans, it is the same way that I want to make your life. Well, on the issue of fuel scandal that has become predominant currently, and we saw 3 leaders from the energy sector being arrested by the DCI. Rigathi Gachagua has said, but you see, I was trying to talk in support or aggression of the arrested, but I didn't have facts. But right now, I have facts. Like yesterday, Ndindi Nyoro told us actually it was a game of interest. Somebody took something that belonged to someone. So the leaders
went into a deal that they wanted to eat backdoor and not involve President William Samoei Ruto, what Ndindi Nyoro terms as mtu alikula mali ya mzee. Now, that has invited the DCI to actually refute the claims. But what is most interesting is that they never refuted the 500 million allegation that Gachagua is putting. Well, Gachagua tells them, if you want to come and arrest me, fine. But you know what? You don't know the kind of monster you are dealing with. Watch this. On Friday, Good Friday, kumekamatwa watu mambo ya petroli. Jana nilikuwa natetea hiyo watu walishikwa. Lakini sasa usiku ndio nimepata maneno kamili ya kwamba ni vita ya biashara kati ya Ruto na wafanyikazi wake. Ruto aliingia kitu inaitwa G2G. Hii biashara yote ya mafuta ndio anafanya kupitia kampuni inaitwa Gulf Energy na ingine inaitwa Starbex. Tangu tuingie serikali ametengeneza faida zaidi ya 1.5 trillion. Sasa hii watu yake PS, CEO wa Kenya Pipeline, CEO wa EPRA wakaona Ruto karibu anaenda nyumbani. Na amekula peke yake for the last 3 years, hakuna kitu amekula. Na hao ndio wenye kutengeneza mali. Sasa wakafanya mpango ya kando. Pia wakaitisha mafuta bila Ruto kujua. Na wakahusisha Lee Kinyanjui, wakahusisha Opiyo Wandayi. Wakatafuta meli, wakauda maneno, hapo pia wakatengeneza karibu 500 million. Sasa ile watu maproxy ya Ruto, mtu anaitwa Jogu, mtu ya huko kwetu Meru, na mwingine anaitwa Chebet, wakaenda kwa Ruto wakamwambia, hii wafanyikazi yako wamekujenga, wameenda nyuma yako, wameleta mafuta yao bila ile yako, ile tunakufanyia inaitwa G2G, na wameuda kitu. Sasa wewe ni rais ya saa ngapi unanyang'anywa biashara na ile watu umeandika kazi? Ndiye akaamua kuwashika kwa sababu ni mwizi anaibiwa na watu yake wafanyikazi. Sasa hii wafanyikazi wanaimbia na unajua mwizi hataki kuibiwa. Mwizi afadhali uibie mtu ya kawaida. Mwizi anasikia uchungu sana ukimuibia. Sasa akasema hiyo watu wakamatwe. Hao kwenda kukamatwa wamesanywa. Sasa CID wameniambia usiku, kwa kila bomo amepata pesa yote 500 million in cash. Imeenda pale, imewekwa kwa OB. Uchunguzi inatakiwa ifanywe ndio hiyo pesa ijulikane walitoa wapi, because that money must be proceeds of corruption. Kasongo kusikia iko 500 million, amesema bana, amewaambia nyinyi mresign. Si ati wa resign kupenda, wamelazimishwa. Wameambiwa ndio hii maneno ikwishe, mresign. Ile 500 million ilikuwa ya exhibit, amesema apelekewe. Sasa watu ya DCI jana wamenitafuta, wanasema tutetee. Sisi ni wajinga. Hii pesa tukipata kwa hii watu tungegawana, hatungesema kuna pesa tumepa. Sisi tulikuwa tunafanya kazi ya uchunguzi. Sasa William Ruto amechukua exhibit. So hiyo case imelala. Hii pesa ilitakana iende kwa asset recovery. Hao watu watatu waulizwe 500 million. Mshahara yenu ni hii na hii, mmetoa wapi? Kesi iendelee. Sasa wameresign, lakini pia ameona moto imekuwa, mambo imekuwa joto, amesema wakae. Lakini 500 million ameenda naye. Sasa officers ya DCI wanalalamika. What more does Rigathi Gachagua know? Because nowadays I've learned not to take Gachagua's sentiments lightly. The intel is so massive for you to ignore it. Gachagua is becoming relevant day in, day out, and that is one rule in politics: remain relevant. And he's been vindicated in most instances. Whatever he says, automatically, with time,
becomes the truth. Papers write about it, the newspapers. The mainstream media brings in huge dossiers after this. What's your take? Give me your thought in the comment section below. Now, if you love content of this nature and you're watching from our YouTube channel, kindly subscribe and press the notification button so anytime that we are live or we upload content of this nature, you'll be the very first person to be notified. Ahmed Khalif is my name for the Unscripted Talks here in Dab Radio. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kwa timba kali za Afrika, Dab Radio ndio mpango mzima.